Ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye mwanga wa BetCity FM ya saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Jina langu ni Emmanuel Kiwei. Na mimi jina langu ni Maureen Simiyu. Siku zote wasema urafiki ni kuni ya moto. Hungari pekee inawasha wengine. Na uhaki hauna siku kubwa sauti. Umoja unavuma kimya. Na kupenda kwetu si kulingana na rangi, ni kulingana na roho. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akanusha madai ya kukamatwa. Na serikali yahakikisha Wakenya ugavi wa mafuta licha ya vita vya Mashariki Kusini. Mfuko wa kitaifa wa miundombinu wa Kenya wabadilisha mkakati kuanzia mikopo ya serikali hadi uwekezaji wa sekta binafsi. Dhahabu yashika hatua kubwa, ongezeko la zaidi ya 400% katika miaka 4. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba milipuko ya tikisa Tehran huku Israel ikitangaza mashambulizi. Taarifa kamili. Star FM, the voice of the jungle. Na mbunge Ndindi Nyoro wa eneo la Kiharu amekanusha madai yanayosambaa kwamba amekamatwa, akiyataja kama uongo na yanayopotosha umma. Nyoro alisema kuwa video inayosambazwa mtandaoni kudai kukamatwa kwake ni ya zamani, iliyorekodiwa mwaka 2019 na sasa imetumiwa vibaya kupotosha ukweli. Mbunge huyo aliwahakikishia wananchi kwamba yuko salama na anaendelea na majukumu yake ya kuwahudumia wakazi wa eneo lake bungeni na katika maendeleo ya eneo hilo. Pia alieleza kuwa anajiandaa kuzindua maabara mpya katika shule mbalimbali ili kuboresha elimu katika eneo bunge la Kiharu. Waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi amewahakikishia Wakenya kuwa kutakuwa na ugavi wa kutosha wa mafuta ya petroli licha ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Akizungumza katika shule ya msingi ya Tendeno katika wodi ya Soget, kaunti ndogo ya Kipleon East Constituency, wakati wa uzinduzi wa mpango wa kuunganisha umeme wa last mile connectivity katika eneo hilo, Wandayi alisema kuwa ingawa vita hivyo vimesababisha hofu kwa mataifa yanayotegemea Iran kwa mafuta, serikali imeweka mikakati madhubuti ili kuendeleza uwajibikaji huo. Na kwingineko ni kwamba mfuko wa kitaifa wa miundombinu wa Kenya umebadili mkakati wake kutoka kutegemea mikopo ya serikali na sasa unalenga kuvutia uwekezaji wa muda mrefu kutoka kwa sekta binafsi kwa ajili ya miradi mikubwa. Ni miradi yenye uwezo wa kujilipa pekee kama vile viwanja vya ndege, barabara za kulipia ushuru, mitambo ya nishati na bandari ndiyo itakayofadhiliwa ili kuhakikisha kuna mapato yatakayoweza kuwalipa wawekezaji kwa muda. Kwa kuweka kipaumbele kwenye miundombinu endelevu na inayozalisha mapato, NIF inalenga kupanua huduma muhimu za kitaifa huku ikilinda fedha za umma na kukuza udhabiti wa kifedha wa muda mrefu. Na kwingineko ni kwamba hivi karibuni katika miaka 4 iliyopita, dhahabu imeongezeka kwa zaidi ya 400%. Chuma hiki cha dhamani kimekuwa mojawapo ya mali zinazofanyiwa biashara zaidi katika masoko ya kifedha duniani. Na kutoka kwenye jukumu lake kama hifadhi wa thamani ya jadi hadi uelewa wake wa mfumo wa bei, viwango vya riba na ukosefu wa utulivu wa kisiasa, dhahabu inaendelea kuvutia wafanyabiashara wanaotafuta fursa za biashara ambazo ni thabiti na zinazoweza kutabirika katika kipindi hicho cha kutokuwa na uhakika duniani na mabadiliko makubwa ya bei. Na tupate habari za kimataifa katika upande mwingine wa studio. Ifuatayo ni taarifa muhimu za ulimwengu, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yawaonya wanaopanga maandamano mapya nchini humo. Ndege nyingine ya Marekani ya KC-135 yaanguka Iraq. Netanyahu asema Israeli inaendelea kuziponda Iran na Hezbollah.
Habari kamili. Jina langu ni Noah Esokon. Bedsitter FM, the voice of the jungle. Na tunaanza na taarifa kwamba kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRC ambacho ni sehemu cha jeshi hilo nchini humo kimeonya kwamba maandamano yoyote yatakayozuka dhidi ya serikali yatachukuliwa kwa nguvu nzito, kuashiria kutumika kwa nguvu kali ya kijeshi. Wakati huo ndege ya Marekani ya KC-135 ya kuongeza mafuta angani imeanguka magharibi mwa Iran, huku ndege hiyo ilikuwa ikisafirisha mafuta moja kwa moja kuelekea kwa ndege ambazo zilikuwa vitani huko Iran. Kwa mjibu wa kamanda wa kijeshi wa Marekani, amesema kwamba ndege hiyo imeanguka na hakuna majeruhi ambao wameshuhudiwa hadi sasa, huku ikihofiwa kwamba huenda watu kadhaa wameweza kupoteza maisha katika ajali hiyo ya ndege. Na tukisalia bado katika masuala yanayohusiana na vita vya Iran, Israeli imesema kwamba imeendelea kuziponda Iran na Hezbollah. Wakati huo kiongozi wa Israel ambaye ni waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu amesema Israeli inaendelea kampeni yake ya pamoja na Marekani ili kuishambulia na kuziponda Iran na kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini Lebanon. Kwa mjibu wa Netanyahu, Israeli itaendelea kutumia ndege zisizokuwa na rubani kuendelea kushambulia maeneo ya Iran na kuwalenga wanamgambo wa kundi la kigaidi la wanamgambo wa Hezbollah wanaopatikana katika taifa la Lebanon, ambapo mashambulizi yameendelea kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni na kusababisha milipuko mikubwa kushuhudiwa katika eneo hilo. Na tukisalia bado katika vita vinavyoendelea dhidi ya Israeli na Iran, ni kwamba milipuko imetikisa jiji la Tehran, wakati ambapo Israeli imeendelea kuonya kwamba itaanzisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo wanahabari wa kundi la wanahabari wasiokuwa na mipaka la AFP wamesema kwamba mashambulizi ya Iran yameshuhudiwa katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu wa taifa la Iran, Tehran, ambapo hadi sasa ving'ora vimesikika katika eneo hilo na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa watu waliokuwa katika eneo la Tehran, wakati ambapo Israeli inaendelea na mashambulizi yake ya pamoja dhidi ya Iran. Ni baadhi ya taarifa ambayo tunaendelea kuipatia kipaumbele katika habari za ulimwengu. Endelea kutegea Bedsitter FM kwa taarifa tendeti pindi zinapochipuka. Na kurejesha kwa wenzangu wakiwa katika studio zetu maalum, ambapo ni Emmanuel Kirui pamoja na Maureen Simiu wakitutamatishia. Mimi ni Noah Esokon. Shukran sana mwenzangu Noah Esokon kwa taarifa hiyo za kimataifa. Kufikia hapo mwenzangu sina la ziada, ila labda tu kama una swali kuhusiana na taarifa hiyo. Naam, kuhusiana na taarifa ya mafuta ya Iran. Naam. Inaweza kuwa inakuathiri kwa njia yoyote ile ama uko sawa kabisa? Na kwa mtazamo wako ni vipi? Kwa mtazamo wangu ni kwamba mafuta hiyo nadhani itaniadhiri kwa sababu wakati mwingine tunatumia magari za umma kutembea ama kwenda tu kutoka kwa mji mmoja hadi mwingine. Labda sasa nauli za zingine inapandishwa kabisa, nauli itapanda. Ndio hivyo. Naam. Sasa itaniadhiri namna hiyo. Naam. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kutakia kila heri. Endelea kutegea Bedsitter FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Naam, nami jina langu ni Maureen Simiyu.